Karibu sana kwenye chaneli yetu ya Swahili Recap. Oya, kama hii ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi, tafadhali usiache kusubscribe chaneli yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Kwa kufanya hivyo utakuwa ni mtu wa kwanza kupata filamu mpya, lakini pia utakuwa umetupa support ya kutosha sisi kuendelea kuchapa kazi. Na kama wewe tayari umekwisha weza kusubscribe chaneli yetu, sasa twende kazi mtu wangu. Filamu yetu ya leo inaanza huko nchini Filipino. Tunamwona kijana huyu wa kuitwa Macron. Huyu yeye ni boxer, na kama ninavyofahamu Philippines ni moja ya nchi ambazo zimetoa maboxer wengi. Hata maipaki yao ametokea huko nchini Philippines bwana. Macron alikuwa anaishi na mama yake ambaye ni mgonjwa sana na anahitajika pesa za kutosha ili kuweza kukamilisha matibabu yake, na Macron hakuwa na uwezo kabisa wa kupata pesa za kutosha ili kumsaidia mama yake. Ingawa baba yake alikuwa ni Mkorea. Kama ninavyofahamu wa Korea hawa wanafahamika kwa kuwa na uchumi mzuri kidogo, na yeye kama unavyomuona ni Mfilipino fulani hivi aliweza kuchanganya na Ukorea. Siku moja akiwa ipo zake baa, alikuja mzungu mmoja hivi ambaye alionekana kumsifia sana pale kijana wetu na kumwambia kwamba napenda sana mapigano yako unavyokuwa uwanjani na nipo na mchongo kwa ajili yako. Kuna sehemu kuna mali na wewe kazi yako itakuwa moja tu, kwenda kuvunja hilo eneo na sisi tutakuja kufanya kazi yetu ya kuchukua hizo mali. Ila Macron aligoma pale, kisha yule mzungu ikabidi amwachie business card kwa ajili ya mawasiliano ya hapo baadaye. Baadaye usiku, baada ya Macron kupiga hesabu zake, kutafakari ule mchongo, akaona amcheki ule mzungu ili waweze kwenda kufanya hiyo kazi. Kweli walienda, na wakati akiwa anavunja pale, oya, uwezi amini mtu wangu, walikuja wauni kibao na kuanza kumshambulia Macron. Na uwezi amini, kumbe yule mzungu alimjonja mshikaji. Macron ikabidi sasa pale aanze kujitetea, aliwadunda wale wauni sio poa. Na kama ninavyofahamu mwamba alikuwa ni boxer bwana, kwa hiyo kutembeza dozi haikuwa kitu kigumu sana kwa upande wake. Ila kwa namna fulani wale wauni walimzidi Macron, akaona hapa sasa cha kunisaidia ni miguu yangu. Oya, alitoka anakimbia kinoma, na kwenye harakati zake za kukimbia aliweza kugongwa na gari, na wale wauni walivyoona vile ikabidi waondoke ili kuepusha gozigozi pale. Yule aliyemgonga Macron akampeleka mpaka hospitali, akamlipia matibabu, kisha Macron aliweza kuruhusiwa na kurejea zake nyumbani. Upande mwingine Macron alikuwa anamtafuta baba yake huko nchini Korea, na kulikuwa na kituo ambacho kilikuwa kinasaidia watoto waliochanganya baba kama Macron kuweza kuwapata wazazi wao. Na Macron alipigiwa simu toka kwenye hicho kituo kwamba wazazi wake ama baba yake ameweza kupatikana na watu wapo nyumbani kwake. Na kwenye wale wageni ambao walikuwepo nyumbani kwa Macron kulikuwa na mwanasheria mmoja ambaye ndiye alikuwa anaongoza msafara, na akamwambia Macron kwamba baba yako ni mtu mwenye pesa mno na ana makampuni makubwa huko nchini Korea, na kwa sasa yupo na hali mbaya mno, muda wote anaweza kufariki na anahitaji akuone mwanae kwa mara ya mwisho kabla ya kwenda huko aela masokoni, au sio? Macron pale ikabidi akubali, na mama yake aliweza kuachiwa mtu wa kuweza kumtazama, na kwa sababu safari ilikuwa ni haraka ikabidi usiku ule ule safari iweze kuanza kuelekea huko nchini Korea Kusini bwana. Akiwa kwenye ndege anaendelea kushangaa, alikuja mwamba mmoja. Sasa huyu mwamba ngoja tumuite Mr. Killer ili twende sawa, au sio? Na alipofika pale akaanza kuchamba umbea na Macron. Ila Macron kiukweli alikuwa amuelewi yule mshikaji maneno aliyokuwa anaongea pale. Kwanza ndio mara ya kwanza kuonana, ila Mr. Killer alionekana kama kumjua sana Macron. Upande wa Korea Kusini huko ambako Macron ndipo anaenda, kuna kaka yake wa kuitwa Director Annie, ambaye huyu ni ameshia baba na kijana wetu Macron. Na kwa kuwa kwa kipindi hicho baba yake alikuwa kwenye hali mbaya, yeye ndo akawa anaongoza makampuni ambayo alikuwa baba yake anasimamia, lakini kuna baadhi ya watu walikuwa hawamtaki Hani awe mwenyekiti wa hayo makampuni. Kwa hiyo walikuwa wanamlia njama ili mshikaji aweze kuachia ngazi. Sasa wale watu ambao walikuwa wanampinga kijana wetu Hani, oya, uwezi amini, Director Hani aliwakamata na kuamua kuwahua. Huyu Director Hani hakuwa mtu wa mchezo. Yaani ukienda tofauti na yeye anavyotaka, oya mtu wangu, utajuta kuzaliwa.
Kwa upande wa Macron, safari iliwafikisha mpaka Seoul, Korea Kusini huko. Na alipofika kulikuwa na ulinzi mkali kinoma, mpaka kijana akawa anashangaa, hivi ni safari ya kwenda kumuona baba au kuna mambo mengine? Kisha Macron na wale walinzi wakaingia kwenye gari moja na safari ikaanza kuelekea huko sasa mahali ambapo baba yake ndiko yupo. Wakiwa njiani wanaelekea huko kwa baba yake, alikuja yule Mr. Killer ambaye alikutana na Macron kwenye ndege na alikuwa kama anataka ku overtake hivi, lakini apiti. Ikabidi sasa yule dereva ambaye anaendesha chuma aloweza kupanda Macron amwambie mshikaji, hebu pita zako, mbona kama unasumbua watu? Mr. Killer akuongea maneno mengi pale. Alitoa mguu wa kuku mtu wangu na kumpiga suka wa lile gari, na gari likapoteza mwelekeo na kuweza kupata ajali mbaya kinoma. Macron wakati anaamka baada ya ile ajali anashangaa kumuona Mr. Killer mbele yake, huku watu wengine wote ambao walikuwa kwenye ule msafara wameuawa. Macron akaona hapa nimekwisha mimi. Leo nimeingia choo cha kike na mzigo nimeweka pembeni. Sio poa mtu wangu. Lazima uwaze mara mbili hapo, au sio? Sasa kijana ikabidi pale aanze kujitetea. Alichoamua kufanya ni kukimbia, huku nyuma njugu zikiwa zinamfukuza mtu wangu. Yaani ni pa chipupute. Sio poa mwanangu. Mr. Killer akumwacha mshikaji ama akumwacha Macron aweze kukimbia hivi. Alikuwa anamkimbiza, sio poa. Macron alikimbia kwa uwezo wake wote mpaka ikafika hatua sasa miguu yenyewe ikaanza kama kumkataa mshikaji, lakini kijana akukata tamaa, akaona hapa nikisimama nimekwisha mimi. Alikimbia mpaka alifika kwenye daraja moja. Alichoamua kukifanya kijana ni kujirusha kutoka juu ya daraja mpaka chini mtu wangu, lakini yule Mr. Killer akumwacha, akamfuata huko na akaruka kutoka juu mpaka chini. Na kwa bahati nzuri huyu Mr. Killer alikuwa ni bisho hivyo, wakati anaendelea kumkimbiza Macron kulikuwa kuna kimvua fulani hivi kinanyesha. Kwa kuwa Mr. Killer alikuwa bisho na alikuwa hataki kuloa pale, ikabidi atulie sehemu, na Macron alipoona vile alikaza buti mtu wangu mpaka kumkimbia yule Mr. Killer. Na Macron alikimbia mpaka mjini, na cha kwanza alienda moja kwa moja kupiga simu kwa ule mzee wa kituo cha huko nchini kwa Ufilipino na kumwambia kwamba nimefika huku lakini kuna watu wanataka kuniua. Sijui sababu gani ambayo inafanya wao watake kuniua, ila toka nimeingia huku nafukuzwa muda wote. Akiwa anaendelea pale kuongea na yule mzee, yule Mr. Killer alitokea pale na gari lake akiwa anamuelekea Macron. Na Macron alipoona vile ikabidi sasa aache ile simu na kuanza kukimbia ili anusuru maisha yake, maana alishamuona huyu mwamba acheki na yoyote na anaweza akanipeleka hela masokoni. Akiwa anaendelea kukimbia, kwa bahati nzuri aliweza kukutana na yule mwanamke ambaye alimgonga na gari kipindi yupo kule nchini Ufilipino na alimpeleka hospitali kama unamkumbuka. Na yule mwanamke akambeba Macron na kuingia naye kwenye gari lake, kisha akaondoka naye pale. Wakiwa njiani ikabidi sasa Macron aulize kwa nini anafuatiliwa, na yule mwanamke akaanza kumwambia sasa makavu live, umekuja huku kuuliwa, baba yako anaumwa sana na inahitajika moyo kwa ajili ya kuweza kunusuru maisha yake, na huo moyo wako unaodunda hapo kwenye kakifua kako ndio utakaochukuliwa kuwekwa kwa baba yako. Macron aliposikia hivyo aliishiwa pawa kwa kweli, nguvu zote zikamuisha, akawa anajiwazia mwenyewe, ina maana baba ameniita huku ili aweze kuniua na sio kuniona kama nilivyoweza kuambiwa hapo awali. Usiombe mwanangu situation kama iweze kukuta, utachanganyikiwa mtu wangu. Muda huo msafara wa kaka yake sasa yule Hani, director Hani, alimuona Macron akiwa kwenye gari, ikabidi na wao sasa waanze kumfukuzia. Huko barabarani sio poa mtu wangu, chuma zilitembezwa, yani speed ni 180, utazani kuna mashindano ya magari. Wakati msafara wa Mr. Hani ukiwa unaendelea kumfukuza Macron kwenye ile gari alipoweza kukaa kule, Mr. Killer naye akatokea akaingia kwenye ule msafara, ikawa pulu kushani humo ndani. Yule mwanamke kidogo alikuwa ni mtaalamu wa magari. Kwa bahati nzuri aliweza kuingia kwenye uchochoro mmoja ambapo Mr. Killer kuweza kumuona wala ule msafara wa Mr. Hani au kuweza kumuona. Na walipofika huko polini sasa chaka ambapo ameingia na Macron, yule mwanamke akawa anamwambia sasa Macron, mimi nipo upande wa pili,
sipo upande wa director Ani, bali niko upande ambapo director Ani ana mdogo wake, na huyo mdogo wake na mama yake ndio wamenipa mimi amri nikuue wewe ili usiweze kwenda kumtibia yule mzee kwa kuchukuliwa moyo wako. Na bila kupoteza muda yule mwanamke akatoa chuma mtu wangu, ili anataka kumpiga tu. Mr. Killer alitokea hapo mtu wangu. Na baada ya kuligonga lile gari, ikabidi sasa Macron aanze kujitetea. Akaona hapa nikizubaa nitaweza kweli kupelekwa Haela masokoni. Zile papatu mara Macron akatoka nje ya gari na kuanza kukimbia. Wakati yule mwanamke anaendelea kumshambulia Macron, Mr. Killer alikuwa ameshaweza kumfikia pale. Akumchelewesha, yani Mr. Killer aangalii kama wewe ni pisikali ama kidume umeshiba. Yeye ni kukupeleka tu Haela masokoni. Alimtia chuma bidada watu na urembo wake, ametangulia Haela masokoni huko kupata chumba cha safe container bwana. Sio poa. Sasa Macron wakati anaendelea kukimbia zake alifika barabarani, ila kwa bahati mbaya ule msafara wa director Ani uliweza kumuona Macron. Walipofika pale hawakumchelewesha mtu wangu. Haraka mshikaji akajitambulisha, mimi ni kaka yako, sasa twende ukamuone baba yako. Kisha wakamchukua yule Macron na kumuingiza kwenye gari, na msafara ukaelekea moja kwa moja mpaka mahali ambapo baba yake amelazwa na ndipo anapouguziwa. Na walipofika nyumbani, kijana akaonyeshwa baba yake, lakini pia aliweza kuonyeshwa mdogo wake mwingine wa kike, ambaye huyu ndiye alimtuma yule mwanamke aliyeuliwa na Mr. Killer ili aweze kumuua Macron ili asifike kwa mzee kwa ajili ya kutibiwa. Na pale haraka director Ani akaagiza madaktari sasa waanze kufanya kazi yao ya kuutoa moyo wa kijana wetu na kuweza kumwekea baba yake bwana. Wakati shughuli hiyo ikiwa inaanza pale, kijana ameshaandaliwa kwa ajili ya kutolewa huo moyo. Kumbe kwenye lile kundi la daktari yule Mr. Killer bwana aliweza kujipenyeza mule ndani. Alianza kukinukisha pale kwa kuwaua baadhi ya madaktari. Sasa director Ani baada ya kusikia purukushani ikabidi asogelee eneo lile, na alipofika pale akakuta Mr. Killer yupo ndani kule. Na alipokuwa ndani Mr. Killer akawaambia, mimi hapa nimekuja sio kwa shari kabisa, ila nataka mnipe milioni 10 US dollar mtu wangu, ili niweze kuachia huyu kijana wenu na muendelee na upasuaji wenu. Milioni 10 dola sio poa mtu wangu. Yani hiyo pesa ukipewa mtu huku kibongo unaweza kutumia wewe, familia yako, mwanao, mwanae tena, lakini bado ikawa na aishi mtu wangu. Sasa huyu Mr. Killer ndo alikuwa anaitaka kutoka kwa director Ani ili aweze kumwachia Macron bwana. Director Ani pale akaumiza kichwa afanyeje ili aweze kumsaidia baba yake. Hela inahitajika ni nyingi kweli, lakini uhai wa baba yake pia ni muhimu. Akaanza kupiga simu pale kwa baadhi ya mameneja wake ili aweze kumuingizia hiyo hela. Simu ziliita mtu wangu pale sio poa, mpaka hela ile ikatumwa na ikaingizwa kwa yule Mr. Killer bwana. Baada ya hela tu kuingizwa, Mr. Killer akasema, mimi hapa sasa ngoja nisepe zangu, mtu wenu huyu mchukueni, mimi najikataa. Wakati akiwa anaondoka, kumbe director Ani kile kitendo alichoweza kufanyiwa na Mr. Killer akukipenda kabisa. Akatoa amri sasa yule Mr. Killer aweze kuuawa. Lakini walivyokuwa wanapanga kumshambulia, Mr. Killer akawaambia, mimi ni muuaji professional. Angalia hichi unachokifanya kitakuja kuwagharimu wote humu ndani. Ila mwamba akusikia na wala kumuelewa, aliamini kwa sababu alikuwa na watu wengi na walinzi wa kutosha. Alijua tu mtu mmoja hawezi akamsumbua. Njugu pale zilianza kutembea. Mr. Killer alikuwa sio mtu mwepesi mwanangu, yuko peke yake, lakini kama ni jeshi la watu 100 alitembeza njugu mule kwa watu wote. Yani akucheka na wote, yani aligawa dozi sio poa mtu wangu. Njugu zililia sio poa. Mpaka sasa ikafika hatua director Ani mwenyewe alikula chuma pale. Ubishi wake umemponza huyu mwamba. Angemsikiliza asingekula chumba. Sasa baada ya kuweza kumpiga yule director Ani chuma, shughuli ikawa sasa hapo imeisha, hamna mtu anaweza tena kumzuia. Wakati anatoka yule dada yake sasa director Ani, ambaye na yeye alikuwa anahitaji bwana mdogo Macron aweze kuuawa, na yeye akaja pale anataka kumuua. Mr. Killer akamwambia, wewe binti, kwa usalama wako hebu tuache tuondoke bwana. Hapa sisi hatucheki na wowote. Ukijipendekeza tu nitakupeleka hela masokoni. Yule demo aliposikia hivyo na alivyoona shughuli ya Mr. Killer,
ikabidi aweze kumwacha pale kuweza kuondoka mtu wangu, maana asije naye akapelekwa hela masokoni kama alivyoweza kupelekwa kaka yake na watu wengine. Mr. Killa na Macron waliweza kutoka usiku ule na moja kwa moja safari ikaelekea mpaka nchini Philippines. Lakini kwa upande wa Mr. Killa, zile pesa yeye hakuwa na shida nazo sana, kwa sababu nusu ya ile hela aliweza kupeleka kwenye kituo cha watoto yatima, nyingine aliweza kumpa bwana mdogo bwana aweze kwenda kufanya msaada kwa mama yake na matumizi yake madogo madogo. Kwa hiyo yeye aliweza kubakia na kiasi kidogo. Na huu ndio mwisho wa filamu yetu nzuri ambayo tumekusogezea siku ya leo kupitia hapa Swahili Recap. Ya mtu wangu, kama umefika mpaka hapa, tafadhali usiache kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.